Why do you think watu kwenye creative industry yani hatuchukulii userious katika kazi zetu? Mimi nadhani sisi wa Tanzania kwenye kila kitu waga tunakuwa hatuna ile ownership. Hapo utakuta labda ni vitu vidogo tu. Mchelewaji namba moja ni Joma. Kwa nini unachelewaga set? Sasa hivi Joma yani yuko busy. Zamani yani ilikuwa Joma nikimpigia simu yupo. Hapa yeye nimemfanyia booking miezi 6 iliyopita. Kama saa 12 niko hapa. Nashukuru. Umenisikia? Ulikuwa ni duka la ngoma, ulikuwa ni designer? I was a designer actually and it's something that I really love. Lakini I can't do both. Angalia chenye hela au je? Nimeenda. Wewe unasoma kwa sheet wewe unasoma. Mimi nasema naomba naiangalia. Kwenye kwa sheet chini kuna nini hapo kulia? Huku kuna nani ya company? Wapi? Chini. Chini kabisa kuna unasemea. Mimi naangalia zile vitu special. Hi guys, this year WeMedia turned 5. Out of the things that we thought we could do, why don't we do a podcast and have people from different industries, from production houses, from creative agencies, and how can we move forward, not only as WeMedia, but us together kama industry, tunaendaje mbele. Welcome to another episode of We Turn 5. So hapa leo nina wageni wangu watatu. These episodes are people ambao they are not fully hired at WeMedia, but they are like family because tumefanya nao kazi sana and over. Naombeni mjitambulishe. Kwa majina naitwa Faisal Balewa, ni location manager. Kwa majina naitwa AJ Maina. Mimi mara nyingi ni mtu ambaye nadili na wardrobe, kwa Kiswahili wardrobe and styling. Kwa Kiswahili ni nini? Mwenzangu nguo, mavazi na style. Dada. Unatokaga Masaki kweli? Kwa majina naitwa Joeli. Ila wengi wanajua kama Joma. Kwa mimi nahusika na kila kitu. Kushoot, kuedit, kila kitu. Kwanza nianze na wewe hapo. Tumetoka mbali. Sijui hata nianzie wapi. Tuanze kabla ya WeMedia au baada ya WeMedia. Maana historia tunaweza yani mimi na Joma tukikaa hapa tunamaliza kipindi cha kwetu wenyewe. Cha kwanza nataka nikuulize, what's your best memory au kitu cha kwanza unachokumbuka kuhusu kufanya kazi na WeMedia? Sasa kufanya kazi na WeMedia ama kufanya kazi na wewe kwanza? Unakumbuka siku kwanza tumeonana ilikuwa ni unakumbuka? Nakumbuka. Kwa ni wapi? Tulionana kule. Wapi? Kwa zamani mpaka tuanze. Umesahau? Nakumbuki? Nakumbuka. Ilikuwa mwaka gani? 2018 au 7. 17. So yani ukisema hivyo inamaanisha mimi na wewe tunajuana before WeMedia. Kwa sababu WeMedia imeanza 2021. So mimi na wewe tuna historia zetu za hapo mwanzoni na za baada. Ukianzia za hapo mwanzoni, unakumbuka mara kwanza tumeedit video tuliedit wapi? Iko Mikocheni. Hapana. Mimi nakumbuka kila kitu. Mikocheni kwa nani? Slide. Hapana. Unakumbuka ulikuja nyumbani? Nimenunua Mac Studio. Sio sasa wewe unaongelea WeMedia. Mimi naongelea kuedit mimi na wewe. Sasa mimi nasema kwanza hapo tulikuwa ndani. Hapana. Unakumbuka? WeMedia. Ilikuwa WeMedia. Ile kazi ya ilikuwa ni timu gani? Ilikuwa ni watu wa ilikuwa ni kaenda kule makumbusho. Ilikuwa ni kabla. Tukakaa kwenye nyumba ya mtu, tukaedit. Baada hapo kwa nitia pia hapa Palm Village kwa pembeni. Palm Village kwa pembeni ni wapi? Palm Village kwani majengo yameangaliana. Yes pale ndani kwa Champi. Champi will be in one of those episodes. Na pia ofisini kwako. Ile style of. Mimi nilikuwa nina duka la nguo. Hapo katikati WeMedia ilikuwa haina ofisi, kwa hiyo tukaweka vitu hapo. Ulikuwa ni duka la nguo, ulikuwa ni designer? I was a designer actually, yes. And it's something that I really love. Lakini I can't do both. Kwa hiyo you follow one passion, you leave the other. Unaangalia chenye hela au je? Nimeenda. Alijua kuweka Kiingereza hapo lakini sio kwenye hela, lakini tunaangalia. Anafanya tu mimi napenda kweli. Napenda mpaka leo, mbona hivi ninavyofanya mpaka saa hizi ni jamani, mimi napenda kweli. Bado havijanilipa. Mwenyezi Mungu tuendelee. We'll get there once we can afford this apartment. Nasikia pia una suti nzuri. Kuna mtu alinipigia simu akaniambia bwana nataka suti za kutoka kwa Winnie.
I used to do suits as well. Really? Ilikuwa Anachora suti za kiume. za kiume, za Unajua kike, sio zote. madesigner wengi wanafanya hiyo kazi. Eh? Yaani hiyo ni talent ambayo iko very nani. Hamna suti, hamna watu wengi wana suti. Unafanya suti. AJ, do you remember the first job we did together? I don't remember the first job, lakini I remember how I first met you. How did we meet? Nakumbuka nilipigiwa simu, ulinipigia wewe. Alafu ukaniambia yaani ile dada unafanya wardrobe, nikamwambia uko wapi? Nikamwambia niko hapa, nilikuwa na hall yangu pale Sleepway. Yeah. Nafundisha vijana mambo yale. Yaani within 5 minutes ulikuwa umekuja pale. Yaani you're like nikasema sijaona Mtanzania wa namna hii. Yaani you do wardrobe. 5 minutes. Where? Nikamwambia hapa. Umefika. And then you're like, okay, so this is what I want. Can you do it for $1 million? Nikamwambia okay, jioni umenitumia hela. I'm like, Tajiri. So that was something that was nice. I remember what job. Ilikuwa ni Vodacom na ilikuwa ni zimamoto, ni kazi ambayo Ilikuwa zimamoto, inahitajika ndio. ya Yeah, haraka. yeah. And then I needed a personal wardrobe. Kuna mtu nilifanya naye kazi before, lakini I think professionalism wasn't there. Kwa hiyo actually mtu alioni recommend kwako ni Ali Remtula. Yeah, Ali my Yes. bestie. Kwa hiyo Ali, shout out yeah. to him, and For after that sure. tumefanya kazi nyingi. Faisal, Na ile ya kwanza tulikutana ilikuwa ni slide. kweli? Eh. Mimi nakukumbuka kwa Tosh mbona? Achana na kwa Tosh. Ulinicheki. MX alikupa namba. Ulikuwa unataka gari. Yaani hizo sikumbuki Ulikuwa kabisa. unataka Akili yangu gari. imeformat. Baadaye tukaja kukutana kwa Tosh, tulikuwa tunashoot Serengeti. Basi mimi nakumbuka from Tosh. Nilikuja set and then Tulienda. met. Tulienda set. Sawa. Tulienda set. Nilienda set. Tena tulikuwa na Joma na sisi tulikuwa tuna shoot behind the scenes. Yeah, that's where I met you. Baada hapo tukafanya kazi nyingi zingine. Najua wote hapa watatu sio kwamba mmeajiriwa sehemu. Kila mtu ana aso zake, kila mtu ana nani. Nimependa kama mmeamua kufocus na particular things. Kwa mfano Joma ameamua kufocus na kuwa DOP. AJ umefocus more on models and wardrobe. And Faisal umefocus more on locations and casting. What's the hardest part ya katika kazi zenu? Tunapataga challenge both sides. Kuna challenge kwenye client kuvalue professionalism, which means aweze kulipia hiyo professionalism, na vile vile lazima umtrain huyu cast naye aweze ku live up to that professionalism, kwa sababu wengine unakuta bado wanakuja wanatu let down. Kwa hiyo challenge yangu mikubwa ni kwamba we are trying to, any industry ya Tanzania kwenye mambo ya casting bado yuko low sana. Kwa hiyo we are pushing both ends. Yani unajaribu kumwambia clients naomba umlipe more, at the same time unajaribu kumfanya huyo cast a behave in a way kwamba it's worth the money. Hapo subiri kidogo. Yeah. Kwa mimi ninavyoelewa, ukiwa sehemu ambapo hauna uhakika, watu walioajiriwa wanakuwa na uhakika wa pesa. Ndio? Kazi iwepo isiwepo kuna hela. Kwa upande wangu mimi ni kipato. Shida ndio kuna muda kazi inakuja nyingi zinakuvamia. Kama mfano kama sasa hivi nimekuja hapa nitoka kushoot, si ndio? Na shoot na baadaye, si ndio? Hizi zinakuja, yani kuna kipindi. Sasa hivi Joma yani yuko busy. Zamani Yani ilikuwa Joma nikimpigia simu tajiri. yupo. Sasa hizi inabidi nimfanyie booking. Hapa yenyewe nimemfanyia booking miezi 6 iliyopita. Tangu saa 12 niko hapa. Nashukuru Mungu. Umenisikia? Alafu kuna muda yani zakatoa machozi hapa. Ukiwa, kwa sababu lakini uzuri wa hii kitu ni kwamba ukiwa mwenyewe hivi muda unazidi kwenda, unajiona pia unakuwa. Kwa sababu unachokifanya kazi ni kitu kimoja, unaendelea, muda unazidi kwenda, unazidi kukua, sio unakuwa nacho. Kwa inabidi pale ukipata kazi, mimi sasa nikipata kazi najiweka sawa kiasi kwamba hata nikiwa sina kazi kuna kazi zangu nafanya mwenyewe za kwangu. Za kwako. I think hiyo kuna value kama alivyosema AJ, kwa sababu unaweza kukuta kama Joma leo anataka ana shoot kitu chake, anakuambia anahitaji model, labda bwana mimi nataka Muhindi. AJ katoa budget yake, bwana huyu Muhindi anaenda kwa 500,000. Lakini sasa unakuta ile 500,000 mpaka kuja aitumikie, mpaka aje aitoe hiyo 500,000 Joma. Yaani nadhani kwenye hiyo inakuwa ni changamoto sana, na wengine wanaofanya sasa hivi wengi sana, mtu akilala akiamka yeye ni agency.
Kwa hiyo unaweka value iko iwe juu, mwingine anashuka chini. Wewe unapimaje? Nikwambia nitafuta Mwarabu, unasema 700,000. Kwa nini 700,000? Kwa nini sio 200,000 au kwa nini sio 10,000,000? Cha kwanza hizo rangi, Demand and supply. Demand and supply. Mwenye jinsi alivyo. Alafu ngoja nikwambie, mimi naomba nitoe mfano. Kuna project nilifanya, nikafanya kazi na models ambao walikuwa wanalipwa hela nyingi sana mpaka nilishtuka mwenyewe nikasema Yesu. Yeah. Walitolewa, wamesafirishwa. Wametolewa Dubai. Wa Afrika lakini wametolewa Dubai. Wale wadada walivyokuwa wanafanya kazi Wini, nikasema nimeelewa. Oh my God. Kukutana on set, tulikuwa tunakutana saa 9. Makeup walikuwa wako pale, wamefanywa makeup. Shoot ilikuwa kwenye jua katikati ya Watanzania walikuwa ni Waswahili, yani weusi, lakini sio Watanzania. Sasa Tanzania unawapa hela, alafu nikawa bado unaomba msaada. Shoot tumefanya masaa karibu 8 kwenye jua katikati ya maji na hawajanywa hata maji, lakini ukiozona hizo picha vizuri. Mimi nikasema ndio maana unakuta mtu ana demand more money na kweli anapata the value they bring. Sasa hapo kwa nini unadhani tuna hiyo changamoto? Kwa sababu hata mimi au sisi as a production house media, all of you have been on set. Tunapata sana changamoto ya watu kufika time on set kwa wakati. Mteja ametoa hela, anajua kabisa pale ni saa 11 mnatakiwa muanze, sijui mnaanza kuroll saa 1. So there is 2 hours of preparations. Lakini kibongo inabidi umdanganye, umwambie tunaanza saa 9 ili tu ufike huo muda. Yani kwa nini, why do you think watu kwenye creative industry yani hatuchukulii userious katika kazi zetu? Ila mimi ninavyoona kwenye upande wa advert, kiukweli ukiweka hata ile saa 10 kwa mara nyingi nilikuwa naona hata models wanajitahidi sana kuwahi. Ila tukisema twende kwenye upande wa music videos au movies, mtu unaweza kumwonyesha saa 12 afu shoot inakuja kuanza saa 6. Kwa hiyo ile inakuwa inatengeneza model anaona mimi niwahi saa 12 afu msanii anakuja saa 6. Hapo utakuta labda ni vitu vidogo tu ndio. Mchelewaji namba 1 ni Joma. Kwa nini unachelewaga set? Mimi Tuambie. Lakini mimi inawezekana nimechelewa set, lakini sijachelewa kufanya nilichoenda kukifuata. Sasa hii changamoto ni kwamba unapoambiwa saa 11, hata kama hujachelesha kile unachofanya, unatakiwa ufike kwanza pale kwa wakati. Hiyo ndio task namba 1. Naomba nikuulize ile swali Joma, kwa sababu wewe sasa hivi umevuka boda, umeenda kufanya Nairobi and stuff. Tofauti ya Nairobi au Kenya na Tanzania kwenye crew na kufanyaji kazi, tofauti yake iko wapi? Na sisi wa Tanzania ni tufanye kitu gani ili tuweze kufika kwenye zile level zao? Watu wengi wanafanya kule kuna view vio vya kutoma vipo baadhi vipo bana, vipo lakini like hata kama nadhani katika kazi yoyote, hata kama sio kusomea, umeamua kujifunza, lakini unasema hiki ni kitu unachotaka kufanya, lazima ukichukulie na serious. Mi nadhani wanachotuzidi in terms of creativity, Watanzania pia were very creative. And ukitaka kuona iko, ukiangalia music video zetu, of course, ukiangalia na za kwao, you can see kwamba tunajitahidi zaidi. Lakini tu nahisi ni ile tu userious wa uprofessionalism, like bado hatujachukulia hii industry kama a serious profession. Unaona, unasema professional unahitaji kutegemeana, yani wewe ufanye kitu fulani nifanye kitu fulani, si ndio? Si ndio hicho. Ndio maana wao ukimweka mtu mmoja kazi inakuwa ngumu. Yani ukimpa Mtanzania, ukimpa kazi fulani, kwa mfano music video, mpatie ni yeye afanye kila kitu, yani produce, yani inatoka noma, si ndio? Na ndio wanafanya hivyo wengi kwa mtu mmoja. Ila wale pale system yao iko rigged, yani kwamba wewe usifanye kazi kitu bila mimi nikiwa sipo unateleka. Si kama umenielewa? Kwa sisi hapa ni noma kwa juhudi za mmoja. Kwa sababu imebidi tufanye hivyo to adjust, yani inabidi mimi Wini nijue wardrobe, inabidi mimi Wini niamke usiku kutafuta location mwenyewe, inabidi mimi Wini, kwa sababu watu serious wako wachache. Lakini sasa kama kila mtu angekuwa anachukulia ile nafasi yake kwa userious, then tungekuwa tumeenda mbali. Kwenye hapo mimi nadhani sisi wa Tanzania sio tu kwenye mambo ya production, kwenye kila kitu waga tunakuwa hatuna ile ownership. Nadhani mimi kwa project ninazofanyaga nawaambiaga watu jiweke kwenye my shoes. Yaani jiweke kwenye shoes za mtu fulani. Kwamba huyo mtu amesema amekuamini kwamba labda wewe utatokea asubuhi afu hujatokea. Unampa hata tak bure.
Kwa hiyo mimi naonaga yani ukienda kwa hawa Kenya wana hiyo loyalty fulani hivi. Maana hata wakija hapa wengine wanachukuana wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu wanajua they will not let each other down. Lakini si wa Tanzania mtu unaweza ukampigia Faisal sasa akuziwe simu. Hamna, ni mazoea. Kingine unajua sisi tutakuwa sometimes tunaonea watu kwa sababu gani? Kazi nyingi hizi unaona kama wewe si mtu noma, unataka mimi mtu noma, si ndio? Nataka nitafuta watu wengine noma tu wengi tufanye kitu, si ndio? Lakini katika wachache. Unaweza hata mko wengi lakini walioko pembeni ni Saidi ya Fundi. Si kama unajua maana Saidi ya Fundi. Saidi ya Fundi ni kama mimi nimekuja hapa tufanye kazi mpaka muda fulani nipate langu niondoke. Si kama unielewa. Kwa hiyo hawajali ile craft, hawajali hiyo noma. Kwa sababu mimi naona wewe unaweza ukaa kusema sasa mimi hapa kwenye hii kazi sitopata hela. Nitafanya hivi kwa sababu baada muda fulani nitapata kitu fulani. Sasa mwenzio anajua mimi nisipopata hela hapa napata nini? Yaani yuko tu hapa anaanza maji, ana mtoto, ana familia, kwa hiyo yeye bora apige zake hela aende nyumbani. Kwa wengi mnakuwa nao ni watu ambao sio vitu vyetu, yani sio sifanyi kitu fulani kwa sababu sio kama yuko serious. Yupo serious kwa upande wake, ila yeye ukimwambia bwana wewe baada ya miaka 10 utakuwa unafaniki kwenye hiki kitu. Ana huo mpango. Kweli. Hivi hapa tuna vyuo, tuna colleges kwenye hii mambo. UD wapo watu wanasoma kabisa creative arts. Na wakimaliza wanaanza. Wako yani ukienda pale UD unapata watu wengi ambao wameendelea kwenye hii production ni through talent. But then you also ukienda huko vyuo vitu ambavyo wanafundishwa. Kwa mfano a cinematographer anayesoma chuo kikuu hajaona hata Sony FX3. Beleta yet cinema camera. Sasa how does that one person just move? But also I think hatuna kazi nyingi. Unaona Kenya, yani ni kama wanafyatua matofali daily. Na movies ziko nyingi. Yes, and it's serious. Sisi yani mpaka tuchukulie serious production mpaka tuone labda an international person ndo tunaona hii kazi yetu ni serious. Lakini tukikaa wenyewe tu hapa podcast tu mnaona sisi tu bwana, it's okay, we can go there at 3 p.m. How do you think we can change that? Nadhani kitu kikubwa sana kinatakiwa kifanyike ni kwenye kutrain watu. Kuwe kuna training programs. Pia sometimes being on set sio kwamba eti chochote kinaweza katokea, inabidi uwe ready for anything. Unajua wanaweza wakaamua mbadilishe nywele, badilishe nini, uweze kujisuka nywele. Wanaweza kusema badilisha kope, weka kope. Yaani niliona nikifanya kazi na watu kama wa nje, unaona yani ni makeup artist at the same time yeye ni hair stylist at the same time yeye ni vyote ukitaka anafanya. Ukimwambia hata afanye somersault anafanya. Lakini sisi hapa bado of which kumekuwa na improvement eti. Hapo naona kitu kingine pia ni ile kwamba bwana mimi kazi yangu ni nywele. Hata uwezi ukamtata mtu kwa sababu wewe ni kazi yako ni nywele. Yaani ni ile kwamba sometimes mkiwa set kama walivyosema vitu vinatokea tofauti. So like as a team you should be able to jump in and help. Lakini kibongo especially kwenye set kubwa tunakuwa hatuna umoja. Kwa hiyo mtu anakuja pale, mimi nimekuja kwa kazi yangu ni location. Kwa hiyo ukiniambia Faisal chukua iko kiti hapo. Nakwambia sio kazi yangu, unity kwapi. So kunakuwa hamna hiyo nani. Lakini pia like people need to be attentive at all points. Lazima ujue mimi niko kazini hapa. Sio lazima nipige makelele Faisal, Joma, yani wewe ujue uko kwenye kazi. Kwa hiyo kama uko kwenye kazi, fanya kazi. Sio mpaka uitwe. You should be there ujue kama uangalie huyu nywele zake hazijakaa, kiatu chake hakijakaa vizuri. So let me fix this. Hata kwa mamodo pia ninasema kwa sababu kama wale na remember mfano mtu anajua hapa sababu anatakiwa kuvaa nguo labda. Mwingine yani kama wale wadada walikuja, mimi nilikuwa navalisha, ilikuwa ni wardrobe. Walikuja na extra things on set. Kwa hiyo unakuta nimeleta viatu hivi just in case viatu vyako havinitoshi. Nimeleta hichi just in case. Anakuambia hapa unaona I think hapa inabidi nivae gold chain, right? Nina gold chain kama 3. Tanzania. Unamwambia mtu una ndala, anakuambia sina. Hata ndala una sina. Una mkanda mwanaume unamwambia leta mkanda wa suruali, sina. Kweli? Anakuambia nikikuletea mkanda wangu 10,000. Hii inakuwa afu unakuta at the end of the day inakuwa the whole production inakuwa sio nzuri kwa sababu ya kitu kidogo tu ambacho yeye angefanya. Angeweza yeye kutana na mikanda yake 10 huko ndo angeleta tu haitaharibu. So hopefully training itasaidia.
nifungulie academy kama ya kwako ile unaendeleza. Watu tu endeleza. tumeandaa tusaidiane ile boss. training session na mjatokea. Tafuta hivyo sasa hivi. Wametokea watu sijui watano. Lakini sijui mimi naona kama vile yani hata sijui kama mtu moyoni wake hajaamua yani kama mtu hata mmoja naona sasa hivi hata na models wenyewe sijui tasnia yao wanaichukulia kama yani hivyo serious kivile. Mimi nakumbuka zamani wakati tunafanya unataka kufanya issue za modeling, kwanza ukitaka kujiunga ilikuwa 150,000. Lazima uwe na portfolio yako. Alafu ilikuwa ina mashindano, ndio akina Dax walikuwa na shindano, akina Kalisa. Yaani ukimwambia mtu leta kitu fulani, analeta kweli vitu vyote. Lakini sasa hivi model kwenda naye bwana unampa hivi kesho unamkuta yuko tips, kesho ana hata ana 100. Kanunue vitu hapo. Faisal, umeongea kitu cha muhimu. Unadhani kuna umuhimu wa kuwa na hizi associations kwa ajili ya kuleta like togetherness, afu pamoja na hiyo kama Joma alivyosema, kwa nini huyu achajiwe 700,000? Kuna vigezo gani? Lakini tukiwa na hizo association kabisa inajulikana kabisa huyu grade fulani, na kunakuwa na vigezo vya wewe kuwa grade fulani na ndio maana una charge kiasi fulani, hiyo kwenye models, hiyo kwenye crew, hiyo kwenye casting. Do you think that's important to have in the industry? Hiyo inafaa bora ikianzishwa hivyo, na hata pia kwa madirector wakina Joma, hata ule utoaji wa kazi pia, model atapokaa nyumbani anajiona kwa nini mimi siitwi? Kwa nini wanaenda tu wanachukua kampuni ile? Kwa nini wanaenda tu kule? Mimi sitafutwi. Unaona, ile na yenyewe itamtia hamasa aende akajifunze, aingie kwenye academy na yeye ajifunze ili kusudi aweze anapata zile kazi. Umoja upo. Lakini mshakuwa mnafanya kitu kimoja bana, kuna umoja na nini na upinzani lazima utakuwepo pia. Kwa yani mwisho siku kila kitu kipo. Umoja kwani haupo? Si upo. Hauna mmoja au mmoja. Sasa kwa nini yani hivyo vitu haviendi mbele? Yani havitusaidii. Yani kwa sababu hivyo vitu ndio vitakiwa viwepo pale kutusaidia sisi. Sababu wewe Joma ukisema unachaji labda milioni 10, 20. Umefikaje kwenye hiyo? Unajua kuna ile hata Hollywood inafikia yani kama Tom Cruise ana charge vile, inaonekana kabisa yeye kashavuka hizo level. Unaelewa? Lakini mimi leo nimeamka nimeonekana kwenye kitangazo kimoja, kesho nakwambia mimi na charge milioni 10. Like so yani nadhani hivyo vitu vinatakiwa, lakini kwa nini hatufanyi hivyo vitu? Au kama vipo kwa nini havitusaidii? Yaani sababu ya kuweka ilikuwa haipo, yani kwamba tunaweka kitu kwa sababu gani? Kwa sababu yani huyu ni sio zamani kipindi cha ndami mwenye zamani kwa mablaza nasikia wanasema sisi kuanzia leo atashuti video chini ya kiasi kadhaa, si ndio? Lakini sasa humo ndani mmekaa umesema hivi, mfano sisi madirector ni 3. Tunataka sisi tukuze ile soko, si ndio? Kuanzia leo hamna kushuti chini ya 10,000, si ndio? Mimi na 10,000 kwangu ni yani ndio project zangu. Lakini kuna mtu kati yetu hapa ambaye yeye hata hajafika yani anaona mnakataa hela hiyo. Mnakataje hela hiyo? Yani kivipi? Mimi nitaishije katikati? Kwa nataka mtu aje kwangu nikataa aje kwako? Sifanyi. Waligombana nadhani kwa sababu hicho. Waliosapanga hicho kitu zamani 2010 huko. Ila nasikia Nigeria, sijui. This could be, inaweza kuwa habari sio za ukweli, lakini ilisomaga sehemu wanasema Nigeria wizara iliset. Yeah, Nigeria have a policy kwa ajili ya like productions. Kwa hiyo models, yani uwezi ukaweka billboard Nigeria alafu ina picha ya cast ambayo sio Nigeria. Lakini pia the crew has to be I think 80 or 90% Nigeria. Yani kazi inabidi itolewe Nigeria. Afu Nigeria ndo aende amtafute labda director, akisema kwa nini Joma hawezi, mpaka akaenda akamchukua director fulani mwingine. Lazima itolewe sababu, and there's fees and there's penalties for things like that. Hivi kwani hatuwezi kufika huko kweli Tanzania? Inawezekana. Mkisema kiasi cha ndio hicho, kwanza hiyo itakuwa ndo maximum. Yaani kwamba serikali imesema kuanzia leo 100,000, si ndio? Si kama mshahara jamani, kama serikali imesema kimo cha chini ni kama mshahara umesema 100,000. Mimi napambana kwa 500,000. Bosi anakuambia sikia, serikali inasema 100,000, wewe una cha kunifanya? Haujaelewa. Pambana unavyoweza na 100,000. Yaani ukishaweka hiyo limit, honestly umeweka chini, lakini kwa akili zetu sisi tunafanya hii ndio hiyo ndio inakuwa kwamba. Lakini unaweza add yani other categories of clause kwenye hiyo. Unaweza ukasema 100,000 analipwa labda
mtu ambaye Ana working experience ya miezi mitatu. Hivyo ndio nasema. Unaelewa? Kuanzia labda mtu mwenye CV yake ambayo ina zaidi ya miaka 5 anatakiwa kulipwa labda zaidi ya milioni 2 au na zaidi. Kwa nini wewe unaweza ukaona kitu na ukatajua bei ukaona bwana hii pesa ni nyingi sana. Hata kama usiseme kwa mdomo lakini ukaona muone hapa napigwa. Unaangalia na vitu vingine ambavyo viko tayari kwenye hilo soko na quality ya hiyo nani. Hizo zote bado sio point. Point mimi nadhani ni wewe unakihitaji kwa kiasi gani hicho kitu. Kwa mara nyingi mtu analipia kitu kutokana na yeye anaona kinamserve vipi. Si kama umenielewa. Hawa watu mnasema serikali iweke vipimo. Mimi nikishafikisha miaka yangu 5 na experience yangu nitakuwa mvivu. Nasubiri mnilipe mshahara wangu kwa sababu serikali imesema. Mimi nadhani itasaidia sana. Kweli tena kwa sababu hata kwa producer, hata kwa sababu yani kukiwa kuna guidance. Kwa sababu mimi kwa mfano, let's say mimi nimeland leo kutoka wapi? Russia. Nakuja nataka kushoot. Then kwa sababu kuna mshikaji wangu sasa ananiambia kuna mtu wangu anajua kushoot, producer mzuri fulani. Kumbe huyu mtu hajai shoot chochote. Anakuja hapa shilingi ngapi? Mpe huyu milioni 50. Nampa. Kumbe ameharibu kabisa. Lakini if there was some sort of narudi pale pale. Lakini pia mimi nachoona kwa mfano tusiseme sisi, lakini iwekwe labda na taasisi kama ni Film Board, BASATA au nini. Ikasema jamani kiwango cha chini ni 10,000. Inamaanisha hamna mtu atakuja atakupa 8,000 ili ushoot. Sababu tayari atakuwa ameshavunja sheria. Na hamna mtu atakuja atafanya kazi ya 700,000 umpe 10,000. Si kama unielewa vizuri. Lakini sasa hapo ndio wewe mwenyewe utaweza kuja ndio yani sasa wewe Joma kwenye bajeti yako. Yani hata msanii aje hapa aseme mimi nina milioni 2. Unampa uhalisia milioni 2 haiwezi kutosha kwa sababu unahitaji crew hawa wote ambao tayari viwango vyao ni hivi hapa kutokana na BASATA. Hata ufanye nini uwezi kunipa hii hela. Mimi naongea tunyewe naongea kimipango mikakati. Mimi naongea kiuhalisia kiukweli kibinadamu. Mtu anayetoa hela anajua hela yake ipataje, anataka nikupatie hela yangu uniliziki. Yani unaona watu ambao kwenye biashara wanagombana mara nyingi. Ni watu ambao wanasaidiana. Hakuna watu ambao tumelipana tukagombana, hiyo haipo. Lakini Joel ndio ile narudi kwamba hata hicho kitu ulichosema ambacho naweza nikakiona afu nikasema hakina thamani. Akiwezi kuuzwa chini ya bei fulani. Yaani hata kama atakwambia atapunguzia. Ice cream zetu za mtaani shilingi za kwetu zile. Kuna 100. 100? Unaona anashangaa. Si 100 kweli, ni 100. Ndio sasa tukianza. Unaona anashangaa. Ni 100 kweli, 100, 200. Ice cream unamaanisha ile nani ya barafu? Mimi nilikuwa nafikiri Azam. Sasa hapo unapoongelea ni kama unaongelea crew. Kuna yule wa 100, kuna ile ya nani? Kuanzia kesho kutwa msiuze ice cream chini ya 5,000. Sasa hiyo tofauti. Inasema ice cream hizi 5,000. Ice cream hizi za vanilla hivi. Ndio. Kwa maana nyinyi mnataka kulimit watu wasipambane katika uwezo. Kwa sababu gani? Mimi ninachoamini mimi hata hawa watu ambao wamefanikiwa ni juhudi zao yani. Mfano, unajua wewe hujajibrand wewe, si ndio? Wewe hujajibrand wewe kwa vizuri kiasi. Wewe brand tu imekosekana. Tofauti ya brand na kiburi ni nini? Brand na kiburi. Na kiburi. Sijui. Ujui. Lakini unamtuongeza akaja hapa. Kwa mfano mimi bwana leo inabidi uje hapa kuna shoot, si ndio? Nikafika hapa, siongee na mtu kwanza blanco umeisha bro, acha niondoke. Sisi kukaa sana. Kamera si beti inaisha bro, mko serious bro, naondoka, si ndio? Unaweza kaondoka. Kuna baadhi ya watu ambao tayari mshaheshimu ndio kama anajibrand jamani, niko serious na muda, si ndio? Ila mimi kija hapa eti kwamba eti ndo Joma, eti kwamba eti no, haiwezekani, siwezi fanya hivi, sijala mpaka sasa hivi. Dogo yeye ana wenge yule. Ana kiburi. Najaribu kuelewa. Kiseti eti kwamba sasa ulimwengu hii ndio nini? Hii ndio utaratibu. Kuna vitu vitafanyika vya hovyo vikiegemea kwamba utaratibu unasema hivi. Mimi naomba we leave that question to the rest of the audience. Like, mnaona ni kitu gani kifanyike katika industry yetu ili tuweze kuwa na umoja na ili tuweze kukua, ili tuweze kuwa na standard pricing na ili tuweze still keep that competitiveness in the industry. We'll leave that to you guys. Muda wetu unaisha, so I want to jump into another session. Hii inaitwa red flag na green flag. Nyie mmeshafanya kazi na different
companies. Red flags ni vitu ambavyo ukivisikia tu hapo unajua Sio. hii set leo either tunakesha au hamna kitu hapa. Green flag is those things pia ukivisikia unajua hawa kweli ndo wao watu serious. Kweli wako serious. Receiving a call sheet before shoot. For me it's green. Green. Joma. Wewe unasomaga call sheet wewe Mimi nasemaga ndio maana naiangalia. Kwenye call sheet chini kuna nini hapa kulia? Huku kuna nani ya company? Sawa. Wapi? Chini. Chini kabisa kumbe unasemea. Mimi naangalia vile vitu special. Mimi naangalia vitu special vinavyo. Ameeleza call sheet wewe hujasoma. Mimi kikweli naangalia vitu. It's so funny. Afu kweli tumeongelea call sheet, wabongo hatusomagi call sheet. Mimi nasomaga. Yaani hatusomagi. Kuna siku wote mnamjua Jamal. Jamal anaandika kwenye call sheet, atakaye soma hii call sheet yote kuna 10,000 yake nifuate. Hakuna mtu alifuata. Hamna mtu alimfuata. Yaani mpaka tunamaliza. Hamna mtu amemfuata. Okay, mimi nasomaga lakini simalizagi mpaka chini. Waga nasomaga vitu ambavyo vinanihusu. So yourself you're a red flag. Ukisikia the phrase we'll fix it in post. Joma. Hatuwezi kaka green screen hapa. Hiyo ni red flag au green flag? Hapo hiyo ni dalili ya uvivu wa kumwachia mtu edit aje akahangaika. Ukiedit unaona mambo gani jamani haya. Kwa hiyo ni kwa cinematographer ni green, kwa editor hiyo ni red. Ni red. Hii inakuja sasa from a client side. Anaanza marekebisho ya last minute. Wewe kwenye wardrobe umeshamaliza kila kitu. Anaanza kuambia hapa naona tuweke yellow top. Hapa sijui nini location, anaanza kukwambia size hapa mimi naona tubadilishe twende tukashoot beach. Extremely red for me. Lakini hizo ni tabia wateja wenye hela. Wewe huwezi kuja tu. Music video hawafanyagi hivyo. Nothing to do with hela. Kama mtu ana hela anafanywa sana. Mimi jana No, I think people are just indecisive. Hapana, hata kama ni wana hela. Hapana. Wanaamua chochote. Mimi nimefanya kazi na watu wenye hela. Lakini kuna clients unakuta they don't trust you. Anakupa kazi lakini hakuamini. Kwa hiyo unakuta ndio hiyo tunakuwa tunasumbuana hiyo. Yaani hata wewe mwenyewe ukiwa unafanya ile kazi unajiza ataitaka. Ataitaka hii. Kama kwambia nataka top ya njano, unamletea top ya njano, nyekundu, blue, pink, nani unakuja na watu wote. Njano kidogo. Na njano zote unazileta pale. Which role is the easiest to work with on set? Director. Director. Director inaonekanaga hivyo. Kwa director kazi yake inaanza before the project. Yeye ndo anatumika na production house kushinda kazi fulani, kwa sababu yeye ndo anatengeneza ile treatment, anapewa script, anaanalyze, alafu sasa ndo anawapa different departments on how they can enhance hiyo nani. Kwa hiyo ndo maana akija pale on set anaonekana tu kashamaliza kazi. Mimi naona madereva wanalala afu wa kwanza kula. Mimi naoniaga huruma madereva, acha tu. Because they wake up early. Unakuta dereva ambaye anatakiwa kuchukua watu 6 ambao wanatoka kona 6 za Dar es Salaam. Lakini analala. Anateseka tu muda wa kuamka tu afanalala baadaye. Analala siku nzima. Alafu kumbuka wewe kama ni director pia unaweza kaa hujalala, una prep for hiyo nani. One word for the industry and we media as a whole. Mungu atusaidie ndugu zenu baba. Mungu atusaidie. Sababu mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Kwa sababu hapo umeuliza eti mwenye kazi nyepesi, mwenye kazi ngumu unajua ni nani? Mimi naoniaga, mimi naongea based on sina knowledge kubwa, lakini naoniaga huruma sana watu wa grip. Mbona unasema tu huruma? Achana huruma. Grip kwa kweli. Wewe achana na huruma. Kwa set 8 in a day. Na watu wa set. Na watu wa art. Mwenye kazi ngumu nani? Art sio sana, art inategemeana. Inategemeana. Mimi kusema ukweli kila mtu ana kazi ngumu. Kuna mmoja ana kazi ngumu kuliko wote. Ni nani? Ni editor. Post production. Ayo sana editor amepiga na AC kabisa, anapanga material hivi na hivi. Ni kazi ngumu kwa watu wote. Sasa mimi naona pia kazi ngumu au ugumu kazi sometimes is also dependent on preparations. AJ una neno la mwisho? Kwa watu kama hawajui, mimi sijui so much about production, lakini najua kuna hela. We need to tupambane, tutafika.
dia fundi wanafika kufuata hela. Tutafika, kuna hela, ipo hela kwenye production, ipo. Mimi sijaiona bado, lakini Itakuja. tuendelee kupambana. Faisal. Mimi sina cha kusema zaidi ya wanaokuja upcoming director wasizalau kitu wanachokifanya, hata models na wenyewe wajaribu kupevuka, wajue nini wanachokuwa nakifanya ili kusudi waweze kwenda mbele, kuweza kufika mbali kwa international. Tusijisahau vijana, tuko pamoja, tuendelee kupambana. So this is the end of our episode. This was an episode na mafreelancer, watu ambao tumefanya nao kazi kwa muda mrefu katika kampuni yetu ya WeMedia. And this episode was important kwa sababu bila wao hizi kazi haziwezi kufanyika, and collaboration is very important katika industry. So it's a good thing that tumeweza kusikia maneno yao, na looking forward to the next episode. Stay tuned. There's more people to be interviewed. Bye.